Ndio Mtume sallam katika hadithi tatu ambaye zinaambatana, maana yake zina malengo moja, akasema kwamba innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi, hakika malaika wanamuombea mmoja wenu madamu yeye yumo katika kikao chake msikitini, anangojea swala. Huyu ni mtu ambaye anayengojea kuswali. Mfano, umekuja magharibi, kabla ijakimiwa, kabla ijaadhiniwa, ile kungojea swala tu, malaika wameshaanza kukuombea Mungu, wanamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wanaendelea kukuombea mpaka swala itakaposimama. Na hii swala itakaposimama, ukamaliza kuswali, imama akatoa salamu, ukaendelea kukaa pale msikitini, Mtume sallam anasema innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla, malaika wanaendelea kukuombea Mungu wewe maadamu umebaki katika mswala wako baada ya swala ya faradhi kumalizika. Kila utakapokaa hapa msikitini baada ya swala ya faradhi, basi malaika wataendelea kukuombea mpaka mwisho utakapotoka wewe, mpaka mwisho utakapotoka. Sasa seuze ule mtu ambaye anayengojea swala baada ya swala, huyu yumo ndani ya kheri nyingi zaidi, manake yumo ndani ya kheri nyingi. Ndio Mtume sallam anasema katika hadithi ambayo ni refu, mwisho wake anasema maadamu ile swala imekufunga wewe, ma kanati salatu tahbisu, yani mja anaandikiwa kwamba yeye tayari yuko ndani ya swala, maadamu ile swala ndio imemfunga yeye, anaingojea ile swala. Wewe kuingojea swala peke yake, ndugu yangu, malaika tayari wameshaanza kukuandikia kwamba wewe tayari uko ndani ya hiyo swala, na swala yenyewe haijasimama bado. Ndio unaona ile khairi ambayo inapatikana, ndugu zangu, msikitini. Mtu yote ambaye anayekuja hapa, ndio unaona mara nyingi inapotokea matatizo kule nje, umepambana labda na dhiki ya maisha, hali ngumu ya uhai na maisha ilivyokuwa ngumu, mambo haiendi, mambo ni dhiki nyumbani au amuelewani, mahali pa kukimbilia ni hapa msikitini.